serikali ambayo kwamba inaweza kuketi katika bara la Arabu isipokuwa ni nguvu ya Waislamu. Wabatalat, na imebatilika na ikavunjika, baqaya amalin, yani hope iliyokuwa imebakia, wa umniyatin, na matamanio na matarajio yaliyokuwa yamebakia, kanat tataharraku fi qulub baqaya aljahiliyin walmunafiqina. Hii hope na haya matamanio yalikuwa yapo katika nyoyo ya baadhi ya watu wa jahiliya na wanafiki waliokuwa Madina, alladhina kanu yatarabbasuna ad-dawaira bilmuslimin, walikuwa wakiwa pangia mabaya Waislamu, wakiwapangia mabaya Waislamu. Wakanu qad aqadu amalahum birruman, walikuwa wameweka hope yao kubwa kwa nani? Kwa Rome, kwamba hawa sahihi Waislamu wameamua kwenda wao Tabuke, basi wao wameamua kujizika, kujizika. Lakini baada ya Waislamu kushinda katika Tabuk, hakuna nguvu iliyobakia katika bara la Arabu ambalo kwamba linaweza kusimama dhidi ya Waislamu. Faqad istakanu ba'da hadhihi alghazwa, wameingiwa na udhaifu baada ya hivi vita. Wastaslamu lilamri alwaqi', wakakubali amri alwaqi' ambao kwamba imepatikana baada ya wao kushindwa, wale wa Rome kushindwa. Alladhi lam yajidu anhu mahidan wala manasan, hakupata pakupita baada ya kuvunjwa nguvu zilizobakia za Warome na wengineo. Asema walidhalika, na kwa ajili ya hiyo, lam yabqa lilmunafiqina an yuamilahum almuslimuna birrifqi wallin, hakujabakia sababu ya kwamba Waislamu wataamaliane na wanafiki kwa upole. Maana walikuwa mwanzo Waislamu wanataamaliana na wanafiki kwa upole, kuhofia kwamba wasiwe watapata nguvu kutoka nje. Lakini madamu sahihi hakuna nguvu yoyote, hatari ya Makureshi imeisha, hatari ya Waarabu waliokuwa bara la Arabu na Badia imeisha, hatari ya Rome imeisha. Sasa ikawa hakuna tena hofu juu ya wanafiki. Kwa hivyo iliyobakia nini sahihi? Ni kuwaweka wazi wanafiki. Asema waqad amara Allahu bitashdidi alayhim, na baada ya kwamba Mola ameamrisha baada ya hapo kuwafanyia nguvu, yani kuwafanyia dhiki maisha, hatta naha an qabuli sadaqatihim, mpaka Mola amekataa kukubali sadaqa za wanafiki. Wa anis salati alayhim, na kuwasalia, walistighfari lahum, na kuwaombea msamaha. Mtume amekatazwa, akaambiwa istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, fa in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum. Walqiyam ala qabrihim wala taqum ala qabrihim, amekatazwa kusoma juu ya makaburi yao. Wa umira, na akaamrishwa Mtume bihadmi wakrati dasihim, akaamrishwa kuvunja wakra ni nyumba ya mfano wa nyumba ya nyuni, fahamu, yani sehemu ambao kwamba wao wanakusanyika kupanga njama zao. Ni wapi hapo? Masjidu Dirar, masjidu ambao kwamba walikuwa walitaka Mtume aje aswali ili kulegalize ule msikiti, kuipatia vazi la Kiislamu ule msikiti, watu wasidhanie bwana atakaye msikiti huu ni mtu mbaya. Kwa hivyo madamu Mtume ameswali hapa itakuwa hapa mpazuri. La, ndio Mola akamamrisha Mtume avunje Masjid Dirar na allati banuha bismi almasjid. Asema wa anzala fihim ayat, na akateremsha Mola aya mbalimbali, iftadahu biha iftidahan tamman, wamefadhika ndani yake kufedheheka kukamilifu. Maana kama tulivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zilikuwa aya za mteremkia katika suratu Tauba, wa minhum, ile wa minhum zote zilikuwa kuhusu wanafiki. Asema Saidina Abdullah ibn Abbas, ikawa hakujabakia kila mmoja katika mnafiki isipokuwa ampata minhum yake, ampata ile ya kumsifu, yani ya kumweleza hali yake. Ndio maana ikaitwa suratu Tauba, tumesema inaitwa suratu al-Fadhiha, suratul Fadhiha, yani sura iliyofedhehesha wanafiki. Au katika riwaya nyingine inaitwa suratul Mub'athira, sura iliyofarakanisha wanafiki, wakawa
wamejulikana na watu wote hali yao. Yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum, Mola anambia lakinnahum qaumun yafraquna law yajiduna malja'an au magharatin. Yani Mola ameeleza hawa wako vipi, watatia kiapo wao katika nyinyi lakini si katika nyinyi, wakipata namna ya kukimbia wanakimbia, wakipata namna ya kutia fitna wanafanya kila kitu. Mola subhanahu wa ta'ala ameeleza, wa minhum man yulmizuka fi sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Wakimzungumza mtume katika zile sadaka na zaka alikuwa akizitoa, wakipewa wataridhia, wasipopewa wakasirika. Walau annahum radu, Mola asema ma atahum, kisha Mola akaeleza zaka ni wakupewa ni kina nani, sio hawa. Ndio pale katika hii aya baada yake, baada walau annahum radu, ikaja aya ya asnafu thamania wanaopokea zaka, innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakini wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa hakadha. Sasa zimeshuka sasa wakarudi nyuma. Wallahi kwa sababu ya hidayah toka kwa Mungu. Ndio maana ujue neema ya hidayah. Ni hidayah toka kwa nani? Kwa Allah. Lau ungelikuwa ni kwa kutaka kwetu tungesilimisha wengi, lakini inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kila ambaye kwamba hakuwa Muislamu hajui Uislamu. La. Kunao wanaojua Uislamu vizuri, lakini Mungu subhanahu wa ta'ala hakuwapa hidayah. Kwa maana tukaambiwa neema kubwa ni neema ya Uislamu. Neema ya kwamba wewe umeamka ni Muislamu, umelala ni Muislamu, neema kubwa sana. Wengi watamani neema kama hiyo. Neematul Islami a'la ni'matin halat bisah, ndio neema kubwa sana ambayo kwamba Muislamu atakuwa amepatiwa, ni hii kwamba yeye ameteremka. Kwa sababu sio kwa ujanja, sio kwa elimu. Kuna wengi wajanja nje kule, kuna wengi wenye elimu, kuna wengi wanaokujua Uislamu, kuna wengi wamesoma mtume, wamemsoma haki ya kumsoma. Katika karni zilizopita mbili kulikuwa na watu wakati wa ukoloni, kulikuwa na watu wakiitwa istishraqiyuna. Istishraqiyuna ni watu waliokuja Middle East, kwa lugha nyingine wamekuja Middle East kutoka Europe. Wamekuja kutafuta nini? Wamekuja kusoma Uislamu ili kutia doa Uislamu. Lengo lao ni hilo. Msoma Qur'ani, shekhe msome hifadhi Qur'ani, akahifadhi na qiraa zake na akasoma na Kiarabu, akawa ni mahiri mpaka kuweza kutoa shubuhati katika Uislamu, kusema hapa Uislamu ilikosea kitu fulani, hapa kadha kadha kadha. Lakini katika hawa kunao waliosilimu kweli, lakini kunao ambao hawakusilimu na wanaojua Uislamu kuliko mimi na wewe. Naweza kuwa mimi na wewe tukusoma kitu kingi katika Uislamu, lakini wao wamesoma zaidi ya mimi na wewe na wamebobea, wamehifadhi Qur'ani, lakini innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kisha akasemaje Mola? Wa huwa a'lamu bil muhtadin, yeye ndo Mola wajua, ana ujuzi zaidi kuliko nyinyi kuhusu wale waongofu. Nani msilihie kuongoka na nani ambaye kwamba haimsilihi yeye kuongoka. Asema lam yabqa fi ma'rifatihim ba'daha ay khafa, hakujabakia katika kuwajua wao yani chochote cha kuweza kuwaficha. Hali yao imekuwa ni wazi kwa watu. Kaanna al-ayat qad nassat ala asma'iha liman yaskunu bil Madina, sema kana kwamba hizi aya zilikuwa zimewataja kwa majina kwa wale ambao kwamba wanaishi Madina, wakisoma ile aya wanajua ni fulani na fulani. Asemaje? wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Kisha falamma atawhu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw anhu wa hum mu'ridun. Yani ya Rabb, asema wa minhum, katika hawa walikuwa kuna wale ambao wamechukua ahadi kwa Mungu. Ahada Allah, ya Rabbi ukitupatia tutatoa sadaka na tutakuwa katika watu wema. Kisha Mola alipowapa bakhilu bihi, bakhil Mola asema fa'aqabahum nifaqan. Adhabu ya hao nini Mola amewapatia? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Mola asema wajalia akiba yao, mwisho wao ni kwamba nifaq iwe katika moyo wao
paka pindi watakapokutana na Mola wao subhanahu wa ta'ala, kwa yale ya kwamba wao wamemkhalifu Mola wao kwa ahadi walioitoa. Kisha Mola akauliza, alam ya'lamu, kwani hawakujua wao? Au lam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub? Hawakutambua wao kwamba Mola subhanahu wa ta'ala anajua ya siri yao na anajua yale wanaonongozana kati yao, na kwamba Mola subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi 'allamul ghuyub, mwingi wa ujuzi katika mambo ya kwa ghaib, kwa ghuyub, kwa jamaa alladhina yalmizuna wa hakadha, katika zile ayat zote. Asema wa yu'rafu mada atharu hadhihi alghazwa, yajulikana athari ya hii ghazwa kwamba min anna al-arab, kwamba warabu wa in kanat, hata ikiwa qad akhadhat fi at-tawafud ila rasulillah ba'da ghazwati fath Makkah, walikuwa wameanza kuja kwa mtume wafdi, tulieleza zile wufud na grupu zilokuja kwa mtume baada ya fath Makkah. Lakini asema bal wa ma qablaha, na kabla ya fath Makkah, asema illa, isipokuwa anna tatabu al-wufudi, mteremko na mtiririko wa wafd, wufud yani misafara yalotoka katika Warabu kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, watakathuruha, na kuja kwao kwa wingi, balagha ila alqimmati ba'da hadhihi alghazwa, imefika kileleni baada ya vita hivi. Yani wufud zilokuja baada ya vita hivi ni nyingi maradufu ya wufud zilokuja kabla, katika wakati wa vita vya fath, baada ya fath Makkah na kabla ya fath Makkah. Kwa sababu Warabu wote sasa wameona kwamba madamu Waislamu wameamua wa kuenda kupigana na Rome, na Rome ndio wakakimbia, kwa hivyo basi hawa si watu. Kwa hivyo sio kwamba sio wote waliokuja wamesilimu, lakini kule kuja kwao kuchukua ahadi kwamba watakaa na Uislamu kwa amani, ndio linalozungumzwa. Alafu na asema kwamba Qur'ani imeteremka kama tulivyoeleza aya nyingi katika sura Baraa kuhusu vita vya Tabuk, zimezungumza kabla ya kutoka kwao Waislamu, kutoka yani masahaba kutoka Madina kuelekea vitani, kabla al-khuruj wa ba'da al-khuruj wa fi safar, katika safari. Tumeeleza zote hizi katika mazungumzo yetu katika vita vya Tabuk, na vipi aya hizi ziliwafadhihisha wanafik, na zikaeleza fadla ya mujahidin na wakweli walikuwa na ikhlasi katika Waislamu, na namna ya Mola alivyokubali tauba ya wale watatu ambao kwamba walikuwa ni min al-mukhallafin. Bali Mola Mtume sallallahu alimwambia Saidina Ka'b kwamba abshir bi khairi yawmin tala'at alayka, tukua bishara, siku bora unaipata wewe ni hii siku Mola amekubali toba yako. Sio siku ya ile Aqaba tumeshuhudia bai'atul Aqaba, la, sio ghazwat Uhud, la, sio ghazwat Khaybar, yani zote zile siku kubwa kubwa. Lakini Mola anambia Mtume, anambia kukubaliwa toba yako leo ni kubwa kuliko yale yote. Ndio ujue uzito wa kukubaliwa toba yako, kwamba ukipata hidayah, Mola kukupa ilhamu wewe kutubu, kurudi kwake, ni jambo tukufu sana, ni jambo kubwa sana. Nafahamu shukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hiyo. Ndio maana wanazoona kwa wanasema kwamba istighfari yetu yahitaji istighfar. Nini maana yake? Kutaka msamaha kwetu kwa Mola kwa hitaji kutakiwa msamaha. Unafahamu sio Kiswahili? Wewe umetaka msamaha kwa Mola, na watakiwa utake msamaha kwa kutaka msamaha kwa Mola, kwa sababu pale ulipokuwa unataka msamaha kwa Mola, moyo wako haukuwa wote hadhir wakati ule. Unaposema ya Rabbi nisamehe, na moyo wako uko mbali na hujatia azma ya kweli kuacha madhambi uliokuwa wafanya, ni kwamba hii tauba yako inahitaji tauba. Wewe wasema astaghfirullah alazima wa atubu ilayhi, na moyo wako haupo hapo, ghafil, na husemi kweli katika istighfari yako. Kwa hiyo istighfari yako inahitaji nini? Inahitaji istighfar. Asema baadhi alwaqa'i almuhimma fi hadhihi sana, baadhi ya matukio makubwa muhimu katika mwaka huu wa 9. Asema wa fi hadhihi sana, katika huu mwaka waqa'at iddatu waqa'i' laha ahamiyatu fi tarikh, imetokea baadhi ya mambo ambayo kwamba yana umuhimu katika tarikh. Ya kwanza, baada qudumi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, baada ya mtume kuja min Tabuk, kutoka Tabuk kufika, waqa'a al-li'anu baina Uwaymir al-Ajlani wa imra'atihi, imepatikana kitu kinachoitwa hadithatul li'an baina ya Uwaymir al-Ajlani na mkewe. Na nani? Na mkewe. Nini maana li'an?
Li'an ni kutiliana kiapo, kisha kutiliana la kuapizana, kuiapiza mtu nafsi yake, kujiapiza nafsi yake, ikiwa yeye atakuwa ni katika hao atakuwa ni mrongo katika kiapo aliyokitukua, atakuwa ni mrongo katika kiapo aliyokitukua. Tayib, ni ipi hii haditha ya kwanza iliyotokea? Kulikuwa na sahabia kiitwa Uwaimir al-Ajlani. Huyu sahaba baada ya mtume kuja baada ya vita vya Tabuk, alikwenda kwa mmoja katika marafiki zake katika maswahaba aitwa Asim, akamwambia nenda kwa mtume niulizie hili swali. Mwambie mtume sallallahu alaihi wasallam, muulize ni ipi hukumu ya mtu ambaye kwamba amempata mkewe na mume wa nje, yani na mwanamke na mwanamume ajnabi, akimuua mtamuua nyinyi au hukumu yenu ni vipi? Na manake sina ushuhudio, sina uthibitisho mimi wa kwamba huyu mtu yani na mke wangu walikuwa pamoja, ni mimi tu nimeona. Ni muue nisimuue? Nisimuue nifanye nini mimi? Yani hali niliyoko sahihi ndani yake ni hali nzito. Huyu Asim akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kumweleza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alipokuja Asim kumuuliza hili swali, hakufurahika na hilo swali, hakugeukia Asim, akageuza uso wake, alichukia kuulizwa swali hilo. Akaja yule sahabi akarudi kwa rafiki yake Asim, amuuliza vipi, kwenda kwa mtume amuuliza swali langu, ambia afadhali usingelinituma wewe, umenituma katika jambo zito, umefanya mtume awe atakirihika na swali kama hilo. Asim akasema basi mimi sitawacha mpaka niende mwenyewe kwa mtume nimuulize, madamu mimi nataka jibu, wewe hujapewa, sio mimi nataka kwenda mwenyewe kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uwaimir akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mbele za watu, ili mtume akimuuliza peke yake, mtume akikirihika asimjibu, itakuwa hajapata bado jibu lake. Mfahamu sio? Kwa hivyo mkintamuuliza uje kama kuja vile kwa mtume msikitini, kuna watu sokoni, kuna watu, muombe ya Rasulullah swali fulani kadha vipi, itabidi ajibu. Sasa yeye akaenda kwa mtume akiwa sokoni, akamwambia araaita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtuluna am kayfa yaf'al? Umeonaje ya Rasulullah, mtu akipata mtu ako na mkewe, amuue mumuue ama afanyaje? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akamwambia qad nazala fika wa fi sahibatika fadhhab fa'ti biha, umefanya haraka lakini kushateremka aya kuhusu wewe na mwendani wako, nenda mlete, yani mke wako, sababu hana ushuhudio, sio hivyo. Tufanyeje? Ndio maana yake kwamba kumeteremka nini, kumeteremka aya. Jibril ameleta. Sahla akasema fatalaana au fatala'anna wa ana ma'a an-nasi 'inda rasulillah, fatala'ana wa ana ma'a an-nasi 'inda rasulillah, wakafanyiana talaun hiyo li'an, yani wakaapizana, kila mmoja akatia kiapo mara 4, kisha ya 5 iwe kwamba iwe ni juu yake yeye, ikiwa yeye ni mrongo. Fahamiana sio? Qala, akamaliza. Falamma faragha, alipomaliza Uwaimir akasema itakuwa mimi nimemsemea urongo huyu mke wangu ikiwa mimi bado niko na yeye, kwa hivyo namwacha. Yani kando na kiapo ndio kitoa na talaka nampatia, kabla ya mtume kumamrisha sallallahu alaihi wasallam. Sasa nini maana ya talaun? Nini maana ya nini talaun? Mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo alimwambia mmoja katika maswahaba, nenda umwangalie mke wake huyu Uwaimir, mtoto atakayekuja naye,
akimleta mtoto huyo mweusi, macho yake mapana, maguu yake ni makubwa, yani alimpa alamat. Kimwona kwa hali hiyo, basi mimi sidhani kama ni Uwaimir, isipokuwa ni kwamba amesema ukweli juu yake. Na ukiona kwa hali tofauti nyingine ambayo yafanana ya Uwaimir, basi itakuwa Uwaimir amesema urongo kuhusu huyo mkewe. Akazaliwa mtoto kwa sifa ambao kwamba aloisema Mtume, khilafu ya Uwaimir, ikawa Uwaimir ndio mkweli. Lakini hiyo sio tu hukumu yenyewe. Hukumu yenyewe ya li'an ni nini? Li'an ni ile aya aliyosema Mola Subhanahu wa Ta'ala katika suratu An-Nur. Asemaje Mola Subhanahu wa Ta'ala? mwanzo wa suratu An-Nur, baada azania azaniatu fajlidu kulla wahidin minhum ma ta'khudhu maraqatan min ta'ifatu min al-mu'minin حرم ذلك على المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Asema Mola Subhanahu wa Ta'ala katika suratu An-Nur, walladhina yalmuna almuhsanati, wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kuwafanyia yani qadhi wale muhsanat, wanawake ambao wako kwenye ndoa. Wako kwenye ndoa, maana muhsan na muhsana ni mtu ambaye ako kwenye ndoa, sawa. Asema Mola, wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kuwatuhumu waliokuwa katika ndoa, kisha hawakuja na mashahidi wangapi? Sababu lazima uje na mashahidi 4 walioshuhudia tupu zikiingiliana. Sio umeshuhudia miguu 4, sio umeshuhudia, inshallah umeshuhudia miguu 8, lakini hujaona tupu zikiingiliana, hufai kushuhudia, hufai kutoa ushahidi. Hii yote ni kwa ajili ya kuhifadhi nyumba ya familia, yani az-zawjiyya, baitu zawjiyya, familia. Mola akasema fajliduhum 80 jaldatan, wapigeni hao watakao watuhumu fimbo ngapi? 80. Kwa hivyo hii ndio haddi ya nani? Haddi ya qadhf, haddi ya mtu kumtuhumu mkewe ama kwa tendo la ndoa. Mola kisha akasema wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurun rahim. Kisha akasema walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhadau illa anfusihim, wala takao hii ndio aya, wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kuwatuhumu wake zao na hawakuwa na mashahidi isipokuwa nani? Nafsi zao wenyewe. Fashahadatu ahadihim 4 shahadatin billah, shahada ya mmoja wao ni kutia kiapo mara 4 kwamba innahu lamina sadiqina, kwamba yeye ni mkweli. Niatie kiapo, wallahi mimi ni mkweli, wallahi mimi ni mkweli. Katika lipi? Katika kwamba mke wangu nimemuona kadha 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 mara. Kisha ya 5 anna la'natullahi alayhi, kwamba hii ndo maana li'ana, kwamba laana ya Mola iwe juu yake yeye, ikiwa yeye ni nani? Ikiwa yeye itakuwa ni katika warongo. Akishatia kiapo huyu mara 4 hivyo, na hiyo ya 5, huwa tayari kumepatikana hukumu 5. Kumepatikana hukumu ngapi? 5. Ya kwanza, haddi ya qadhfi juu yake yeye itaanguka, hatopigwa yeye fimbo 80 kwa sababu ametia kiapo. Ya pili, itawajibika kupigwa huyu haddi ya zina. Huyu mke atapigwa haddi ya nini? Ya zina. Na haddi ya zina ya mtu ambaye kwenye ndoa ni nini? Ni kutupiwa mawe mpaka kufariki. Ya 3, zawalul firash, itaondoka tena, hakuna tena ndoa kati yao. Ya 4, nafyul waladi inkana, ukipatikana mtoto hata nasibishwa kwa baba. Ya 5, watahrimul muabbad, watakuwa ni haramu kwa wao baina yao milele, yani huyu hafai kumwoa huyu milele. Sasa huyu mke ana haki gani yeye, ikiwa mume
kajitoa katika hali hiyo kwa viapo hivyo, je, mke anao nafasi ya kujitetea? Asema Mola, wayadrau anha aladhaba, itamuondolea yeye adhabu huyu mke, an tashhada, na yeye atoe ushahidi 4 shahadati, kiapo mara ngapi? Mara 4 pia. Innahu la min alkadhibin, kwamba huyu mume ni mrongo, wallahi ni mrongo, wallahi ni mrongo, wallahi ni mrongo, wallahi ni mrongo. Kisha ya 5, kwamba hasira na ghadhabu na laana za Mola ziwe juu yake yeye ikiwa yule mume itakuwa ni mkweli. Ikiwa yule mume atakuwa nani? Ni mkweli. Kwa kutia kiapo hichi, huyu mke atakuwa amejihifadhi kutokamana na kupigwa zina, haddi ya zina, yasqutu anha haddu az-zina. Bas akitia kiapo yeye pia haddi ya zina itakuwa ni iko mbali juu yake, na hakim atakiwa awashtue wale wawili kwamba hiki kiapo si jambo dogo, kwamba laana itakupata, kwamba wahakadha. Kwa hivyo hii ndio asli ya kupatikana li'an ama sunnatu at-tala'un katika sharia, ambapo kwamba imepatikana immediately baada ya vita vya Tabuk. Jambo la pili lilopatikana ni nini? Rajamatil mar'atu au rujimatil mar'atu al-ghamidiyya, kupurwa mawe mwanamke yule ambaye kwamba ni wakighamidi katika kabila ya Ghamidi, ambaye kwamba amekuja akakiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya nafsi yake kwamba amefanya tendo chafu. Rujimat, asema baada ma Fatima ibnaha, amepurwa mawe baada ya kwamba mtoto wake amemaliza kumnyonyesha. Huyo hali yake, haditha yake ni vipi? Apokea al-Imam Muslim katika hadithi yake kisa cha huyu na cha yule Ma'iz ibn Malik. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema Buraida, Abdullah ibn Buraida apokea kwa babake kwamba Ma'iz, hapa kuna visa viwili katika hii hadithi katika sahih Muslim, kwanza ya Ma'iz kisha ya huyu mwanamke Ghamidiyya. Ma'iz alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimejidhulumu nafsi yangu na nikafanya zina, wa inni uridu an tutahhirani, nataka unitahirishe. Mtume akamregesha, rudi nda zako. Kesho ikafika, akaja kwa Mtume tena sallallahu. Mtume akamregesha. Baada ya kumregesha Mtume mara ya pili, akamwambia watu, nilitieni jamaa zake, huyu jamaa zake, familia yake, ibn ammi zake, akaitwa. Mtume akamwambia, je, mumjuliwa huyu Ma'iz asikuwa kidogo akili yake sitimamu? Kwa nini? Mtume hataki kusimamisha ile hadhi, hataki huyu mtu adhihirike iwe wajibu juu yake hadhi. Awaambia hawa kwa njia ya kwamba jaribuni mfanye asije kusema hili, asiseme, sababu katika sheria sisi mtu akifanya dhambi hasemi. Mfahamu sio? Mtu akifanya dhambi hasemi. Hata shekhe usimwambie. Hakuna pasta hapa. Usije kumwambia shekhe mfanya dhambi 1 2 3. Unaenda kwa Mungu wako. Sujudu, swali, simama mbele ya Mungu wako, omba ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, basi atosha. Mungu atakusamehe. Lakini unajua kwamba shekhe, unajua nilikuwa nikifanya kadhaa na kadhaa na kadhaa na anafanya kadhaa na kadhaa na kadhaa na jana niliangukia kwenye kadhaa. Hakuna katika sheria mambo hayo. Hakuna. Rudi kwa Mola wako, simama kiblani, rakaa 2, tauba, muombe Mungu wako, atakutubia. Wala usiende kwa hakimu mwambie mimi ninafanya kadhaa, mimi nimeiba, nikate mkono. Wewe mcha Mungu, umetubia, umerudi kwa Mungu, rudia, mwambie Mungu akusamehe. Mali ya watu iregeshe, basi hilo ndo toba yako. Haki ya watu iregeshe, wewe rudi kwa Mungu.
sahi shida sahihi kwamba sio tu enda kwa shekhe kusema Allah, Mungu atustiri, Mungu atustiri na stiri ahli zetu na familia zetu zote na watoto wetu. Asema Mtume amwambia, mjua kwamba hal ta'allamuna bi'aqlihi ba'san tunkiruna minhu shay'an, yani mweza kuwa huyu jamaa kiasi, anakwambia tumjua huyu mashallah akili yake imejaa, wafi al-aqli, na katika watu wetu tunawategemea kaswa. Akaja siku ya 3 akawatuma tena Mtume, akamregesha huyu Maaz, akawauliza tena jamaa zake waliposema huyu yuko sawa mzima. Alipokuja mara ya 4 Mtume akaamrisha kuchimbwe shimo, akawekwa ndani, tupiwa mawe. Sasa wa pili ni nani? Ni huyu Al-Ghamidiyya. Huyu ankuja kwa Mtume naye ambaye, Rasulullah, mimi nimezini, nitahirishe. Mtume akamregesha. Akaja kesho akamwambia, ya Rasulullah, mbona niregesha? Sijikuwa niregesha kama Maiz. Angalia, akamwambia, wallahi mimi si mambo yangu si kama ya Maiz, mimi ni mjamzito haswa mimi ni. Mtume akamwambia, kama ni hivyo basi wewe kwanza nenda kazae, nenda kazae. Mtume atafuta hali kumfanyia, akaenda akazaa. Alipozaa tu akaja kwa Mtume na mwanawe kwenye kitambara amemfinika, amwambia, ya Rasulullah, mimi shazaa, ndo huyu mtoto. Mtume akamwambia, rudi tena, nenda kamnyonyeshe mpaka amalize kunyonya. Pomaliza kunyonya akaja kwa Mtume tena, si tu akuja kwa Mtume, ya Rabbi, ya Rasulullah, huyu tayari amemaliza kunyonya. Ankuja na Mtume akiwa na kipande cha mkate iko mkononi kwa mtoto, ameshika kipande cha mkate. Hii ushahidi huyu, na mkate hula. Kwa hivyo ashamaliza kunyonya na mkate wala yuko sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hampatie mtoto huyu mmoja katika Uislamu. Kisha akaamrisha fukuliwa, akachimbiwa shimo mpaka kwenye kifua, akatupiwa mawe mpaka kufa kwake. Akaja Khalid ibn al-Walid katika walikuwa wanatupa mawe, akatupa mawe moja katika uso wake, damu ya yule mwanamke ikaruka ikampata Khalid kwenye uso wake, ikampata Khalid kwenye uso wake. Ilipompata damu yake kwenye uso wake, Khalid akamtukana yule mwanamke. Mtume akasikia tusi la Khalid kwa nani? Yule mwanamke. Angalia vipi Mtume anahifadhi heshima za watu. Mtume amwambia, mahlan ya Khalid, taratibu Khalid, fa walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika kudra yake, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu, huyu ametubu tauba ambayo kwamba lau angelitubu yule mtu wa kuchukua mali ya watu kwa dhulma angelisamehewa. Kisha Mtume akaamrisha asaliwe, azikwe. Umar akaja akamwambia, ya Rasulullah, tumsalia na huyu amezini. Mtume ambaye, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli almadinati la wasi'atu, huyu ametubu tauba ambayo kwamba lau ingeligawiwa watu 70 katika watu wa Madina ingeliwatosheleza wote hao. Kisha akamwambia, wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala, shawahi kuona tauba ambayo kwamba ni bora kuliko mtu kuamua kuacha nafsi yake kwa ajili ya Mungu, yani kuamua kuuliwa mbele za watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala msamehe. Na hii hutuonesha vipi tunatakiwa tumwangalie na tumtazame mtu ambaye kwamba anafanya maasi. Wewe una yakini amefanya madhambi, lakini hujui huyu katubia au hakutubia, na hujui kuna siri gani mbele yake, baina yake yeye na Mola wake. Hautakiwi wewe kuingilia baina ya mtu na mja na Mola wake. Wewe shughulikia lako,
likutosheleze lako. Wewe ni judge, ni hakim. Waweza kumkataza mtu, kumnasihi mtu, kumamrisha mtu, kumwedhea mtu, lakini usiwahi dhania kwamba wewe ni bora kuliko yeye. Usiwahi itakidi kwamba wewe ni bora kuliko yeye, kwa sababu hujui mema yako yamekubaliwa au hayakubaliwa, na hujui yule hali yake na Mola wake ni gani. Hatusemi don't judge me, wewe hutakiwi kujudge, ndio, lakini pia watakiwa kutoa nasiha. Shida ni kwamba sahihi we are confusing between judgment and nasiha. Watu wanataka wafanye makosa kisha wakipewa nasaha wasema don't judge me. That's different totally. I'm not judging you, lakini ni sawa upewe nini? Nasaha. Kujajiwa si sawa, lakini kupewa nasaha ni sawa. Kwa hivyo don't mix up baina ya nasaha na nini? Judgment. Na mimi na wewe unapotoa nasaha usiitakidi kwamba wewe ni bora kuliko yeye, kwa sababu kwa hakika hakuna anayejua mustakbali wake uko vipi, hakuna anajua kesho yake iko vipi. Mola alisema, Mtume amesema katika hadithi, wenda mtu akafanya makosa ikawa hakuna baina yake yeye na moto isipokuwa shubiri, akafanya kwa amali ya watu wa peponi na Mola akamkubali akaingia peponi. Na wewe mmoja wao ukafanya mema ikawa hakuna baina yake na kuingia peponi isipokuwa ni shubiri, akafanya dhambi na mambo ya motoni akaingia motoni. Kwa hivyo mtu huomba Mungu nini? Husnal khatima. Usitakidi kabisa nafsi yako kwamba wewe ni bora kuliko mtu. Na ukishaanza kujishughulikia nafsi yako wewe, utaona mambo yanakutengekea wewe. Lakini ukianza kushughulishwa na mwenzako, hautafanya chochote chako wewe. Shida yetu ni kila mmoja kazi yake yeye amepewa kumwangalia fulani, ameshughulishwa na nafsi yake kumshughulikia nani? Fulani. Na hii ndio inaotuangamiza. Mola atustiri. Katika haditha zilizotokea na mambo yaliyotokea ni kufariki nani? An-Najashi Ashama Malikul Habasha katika mwezi wa Rajab, na Mtume akamswalia Madina salatul madha, salatul ghaib. Asema katika Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi aliyopokea Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema katika hadithi yake, qad tuwfiya al-yawma rajulun salihun min al-Habash, amefariki leo mtu mwema katika Habash, fahalumma fasallu alayhi inukani mumsalie, inukani mfanyaje? Mumsalie. Asema Jabir, fasafafna, tukapiga safu, fasalla an-nabiy wa nahnu sufufun, na Mtume akaswali na tukiwa kwenye safu. Qala Jabir anasema kuntu fi as-saff ath-thani, nilikuwa katika safu ya pili. Kisha katika sahihaini kwamba Mtume amepiga takbira mara ngapi? Mara 4. Katika riwaya ni kwamba kitambo kabla ya hapo kukisaliwa janaza takbira zilikuwa zazidi 4, 5, 6, 7, 8, mfahamu sio? Lakini baada ya kufariki Najashi, Mtume kuswali takbira 4 ikabakia ni 4. Mbele yule mmoja ambaye kwamba katika moja katika marafiki zetu atupatia kisa cha kule kwao nchi za Western Africa. Sema mmoja alikuja Azhar akasoma akakaa miaka 4, 5, baada ya miaka akarudi kwao. Kumbe yeye kule Azhar kwa kama wengi katika sisi wakicheza tu wakipiga nini zake mishwari hicho, mpiga mishwari zake akirudi. Kafika siku ya kurudi zake nyumbani, mimi haimeisha, scholarship imekatwa, mrudi zake nyumbani. Akirudi zake nyumbani baada ya swala ya alasiri kijijini kuletwa jeneza. Bwana tumpata ruba huyu jeneza na bahati kubwa, shekhe mkubwa amekuja kutoka Azhar atamsalia leo. Akapitishwa, shekhe bwana msalie leo. Jamaa akapiga takbira ya kwanza, kaswali rakaa nzima, ya pili, ya tatu, ya 4, rakaa 4 kamili. Shekhe jamaa akamwambia, vipi hii shekhe, wahyun ba'da rasulillah? Kuna wahyi umeteremka?
Ambia hapana, lakini huyu jamaa alikuwa na dhambi nyingi sana, takbira 4 zilikuwa hazitoshi. Ilikuwa lazima sisi tumsalie raka 4 kamili ndo. Kulikuwa na watu wakipiga takbira zaidi ya 4, na kabla hapo kulikuwa zikipiga takbira zaidi ya 4. Kwa hivyo ndio maana ikachukuliwa asili ya kwamba kufaa kumswalia maiti ambaye kwamba hayupo. Hii ni salatul ghaib. Najashi amefariki wapi? Habasha. Na mtume yuko wapi? Sallallahu Madina. Ndio swala ya kwanza kuswaliwa mtu ambaye kwamba hayuko, salatul ghaib. Maiti ikiwa amefariki katika mji ambao si mji huu, nje ya mji, uruhusiwa kumswalia swala ya ghaib. Ya 5 katika yalotokea ama ya 4 yalotokea ni kufariki Ummu Kulthum radhiyallahu anha wa ardaha, binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaaban, na Mtume kuhuzunika sana juu yake, na akasema waqala li Uthman, akamwambia Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa ardaha, kwa sababu Uthman alikuwa ni mtu, alikuwa nini? Ni mtu. Na hii ni nasiha kwa wanaume ambao kwamba wameoa na watakao kuja kuoa. Jaribu ufike kiwango cha babake binti ulomuoa athamani angelikuozesha babanati zake wote kwa wema unaomfanyia binti yake. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba mume wa kweli ni anayemwangalia mke wake kwa wema, anayemwangalia mke wake kwa ihsani, anayemwangalia mke wake kwa jicho la rahma, anayemwangalia mke wake kwa jicho la sikitiko, kwa sababu fil akhir hawa ni amana tumepewa. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, mmewatukua kwa amana ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwisho wa siku zake, wasia wake wa mwisho alisema rifqan bil qawarir, fanyeni wema, fanyeni upole kwa wale vigai. Qawarir yani vigai, aliyofananisha wanawake na vigai kwa udhaifu wao, kwamba moyo wao unavunjika haraka. Kwa hivyo mwanamume kweli ni yule kwamba atakuwa ni mwenye kuchunga moyo wa mke wake na hisia za mke wake, na si kwamba wewe usipate haki yako. Wewe pata haki yako, waweza pata haki yako na ukawa umechunga haki ya mwandani wako. Shida ni wewe udhania kwamba wewe haki yako haipatikani mpaka ukumganda mwenzako. Ukiwa una wawili, si sawa wewe kila saa kwenda kwa mmoja umsifie mwingine, si uume huo. Umefahamu? Kwa sababu hukutumwa wewe kufanya makruh kwa mtu, hukutumwa kufanya makruh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman, law kanat indi thalitha lazawwajtukaha, Kiarabu, lazawwajtukaha, ningelikuoza wewe yeye. Hapa kumepatikana mambo mangapi unajua? Sijui kizungu utakuwa unasema vipi? Ningelikuoza wewe yeye. Mnafahamu sio? Au maneno mangapi tumetamka sisi? Kiarabu ni neno moja, zawajtukaha. Sawa, nimekuoza. Kiswahili nimekuoza wewe, sio? Nimekuoza wewe. Sasa mimi na wewe tujiulize nafsi zetu. Mtume anamwambia Saidina Uthman, lau ungelikuwa na watatu ningelikuoza. Yani alimuoza wa kwanza nani? Zainab, Ruqayya afwan. Akafariki Ruqayya, Mtume akamuoza nani? Akamuozesha Saidina Uthman nani? Ummu Kulthum. Amwambia na ungelikuwa na binti watatu ningelikuozesha, si ndio? Mimi na wewe babake mke wako atasema hivyo kweli? Jiulize. Unafahamu sio? Jiulize. Leo kweli mimi ninamwangalia mke wangu kwa kiwango cha kwamba babake mke wangu atatamani kunipa na mwingine? Au asema Rabbi inshallah hii ipite salama tu, iishe inshallah kwa khairi, ifike bandar salama. Unajua ni muhimu sana sisi kuhifadhi nyumba zetu, na ni muhimu sana sisi kuwafanyia wema wake zetu. Kweli wasumbufu, kweli wana yao, lakini fil akhir ndio maana akajalia wewe mume Mungu kukupatia wewe, kukufanya wewe mume
na kupatia wewe talaka katika mkono wako, hizi tafdhili zote alokupa mume Mungu Subhanahu wa Ta'ala alokupa ni kwamba wewe uvumilie haya, lakini umeshindwa, hujambo baki, lakini usiache kwa uovu, usiache kwa ziovu. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun ihsan, wacha lakini kwa wema. Wacha nini? Kwa wema. Wema ni kuacha kumwacha na kumwangalia baada ya kumwacha, kumwangalia familia yake akiwa kwenye eda, umwangalie baada ya eda, umwangalie watoto wako ambao kwamba umemwachia. Haya ni masuhulia. Wewe waweza leo fanya ni bepari ukamwambia mimi sitalipa na hakuna kitu utafanya, sawa, lakini siku ya kiyama utaulizwa wale watoto ambao kama umewaacha nyuma pale, uliwalisha, uliwavisha, kuna maswali na nini, maswali. Na wewe ukifanya jambo fanya kwa alaka yako wewe, angalia Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha vipi, usiangalie binadamu ataka vipi. Jambo la Saidina Uthman radiyallahu anhu arda, alipofariki Sayyidatina Kulthum wakati baada ya mtume kuja kutoka vitani Shaaban takriban kama sijakosea, au ni Ramadhan, ndo alipofariki Sayyidatina Kulthum. Ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam hakubakiwa na binti ambaye kwamba yuko hai isipokuwa nani? Fatima. Na kama tulivyoeleza, Fatima alibakia baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tufahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Mola Subhanahu wa Ta'ala alichukua banati zake wote watatu akiwa mtume yuko hai, iwe ni liwazo kwangu mimi na wewe, pindi atakapoondoka mwanao binti yako, Mola tuhifadhie, uwe na liwazo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alihuzunika sana kwa kuondokewa na Sayyidatina Kulthum. Baada ya kufariki akawa nani alobakia? Ni Fatima. Kwa hivyo Fatima ndo alomrithi mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam, na Fatima ndo alorithi hali na elimu ya mtume, alorithi hali na elimu ya mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, alipokuja wasema masahaba tulikuja makaburini tukampata mtume akiwa yualia na macho yake yanatoa machozi, kisha akawauliza masahaba, ni nani kati yenu nyinyi hakumwendea mke wake leo usiku? Lam yuqarif. Katika riwaya maana ya lam yuqarif ni kutomwendea mke wake, na katika riwaya maana ya lam yuqarif ni mtu ambaye kwamba hakubaki kuongea yasokuwa na maana baada ya usiku, kwa sababu baada ya ishai ni makruh mtu kubaki kuongea yasokuwa na maana. Nafahamu ni makruh mtu kubaki kuongea, na mimi na wewe leo yasokuwa na maana huwa tuongea baada ya ishai. Nafahamu sio? Baada ya ishai ni makruh mtu kukaa kiholela holela bila ya faida, bila ya maana, bila ya haja. Au kwa riwaya nyingine ni nani ambaye kwamba baada ya ishai leo usiku wa leo hajafanya dhambi yoyote? Akainua mkono Abu Talha akasema mimi. Mtume akamwambia shuka kaburini tusaidiane, ndio akashuka akamweka Sayyidatina Kulthum na kumzika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na alipokufa Sayyidatina Ruqayya, mtume hakuwa. Mtume alikuwa wapi? Alipofariki Sayyidatina Ruqayya, mtume alikuwa wapi? Darasa itabidi turudie tena. Alipofariki Sayyidatina Ruqayya, mtume alikuwa vita vya Badr. Ndio maana Sayyidina Uthman hakushiriki vita vya Badr. Hiyo ni moja, hakujua kuwa na vita, lakini alibakia kwa sababu ya nani? Angekuwa ametoka kwa ajili ya msafara wa Quraysh, lakini hakutoka pia kwa ajili ya msafara wa Quraysh kwa sababu ya Sayyidatina Ruqayya alikuwa ni mgonjwa. Alikuwa ni mgonjwa. Tayeb, jambo la tano lilopatikana lipi? Katika mwaka wa 9, jambo la tano lilopatikana ni kufariki kichwa cha wanafiki. Kichwa cha wanafiki Abdullah, na huwa ajabu, yeye aitwa Abdullah na mwanawe huitwa Abdullah. Mfahamu sio? Yeye aitwa Abdullah na mtoto wake pia aitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Aya shabi.
mwanachuoni mkubwa sisi tulikuwa naye katika fiqh ya Shafi'i na katika ulum at-tasawuf na katika falsafa na katika ilmu ya usul al-fiqh na katika ilmu al-kalami. Mwanachuoni mkubwa ambaye ndo aya aitwa nani, ambao pekee ndo walopewa title ya Hujjatul Islam. Huyu ni mtu ni hoja kwa Uislamu, kwa sababu kila alokuwa na shubha dhidi ya Uislamu wakati wake yeye ndo alikuwa upanga wake uko wazi kumjibu, na alikuwa akiwajibu kwa akili mpaka walikuwa wale mafalasifa na nini wote wakikubali hoja zake. Akiitwa Hujjatul Islam nani? Abu Hamid al-Ghazali. Huyu Abu Hamid al-Ghazali tunana jina lake Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Hii ni mahaba yake kwa nani? Na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali tumepata katika wazee wetu ambao kwa majina yao yeye ni Muhammad na wanawe ni Muhammad, kwa mahaba yao kwa Mtume Muhammad. Bali sio wanawe tu, kila mke ana wake wawili, huyu atazaa Muhammad na huyu atazaa Muhammad, na huyu atazaa Fatima na huyu atazaa Fatima, na huyu atazaa hakadha. Ni hizo tu majina. Sijui toka wapi wallahi. Pewa majina. Mimi babu yangu mzaa mamangu yeye aitwa Muhammad. Mke wake mmoja mwanawe aitwa Muhammad. Na mke wake wa pili mwanawe aitwa Muhammad. Na mke wake wa kwanza binti yake aitwa Fatima. Na mke wake wa pili binti yake aitwa Fatima. Na ile sasa wewe ukitaka kumjua ni yupi Muhammad mkubwa, Muhammad mdogo, Fatima mkubwa na Fatima. Hii ni mahaba yao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama majina ishaisha fashion, majina ya zamani. Majina watu wa zamani ndio walikuwa watu wa sasa ni watu. Wasemaji wanazuoni hunaka nas wa hunaka nasnas. Mnaposema Kiswahili kuna watu na nini sijui na viatu. Asema nikimalizia kisa cha nani huyu rasul munafiqin Abdullah ibn Ubay ibn Salul, baada ya mtume kurudi kutoka Tabuk alifariki, na mtume akamwambia msamaha na akamswalia, baada ya Saidina Umar kukataa au kujaribu kumzuia mtume kumswalia, na ikateremka Qur'ani kwa kumfanyia muwafaka nani? Saidina Umar, kuafikiana na Saidina Umar. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mtume aliporudi sallallahu alaihi wasallam alikuwa huyu katika hali ya ugonjwa, kwa ni mgonjwa taabani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda kumtembelea, akamwambia ahlaka ka hubbu yahud, ile kuangamiza wewe ni kupenda mayahudi, yani kushikamana na nani? Na mayahudi. Saidina katika riwaya nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia hivyo, yule akamwambia Mtume, ya Rasulullah, sahi si wakati wake, iza mfahamu, yani usinifanyie la usianze sasa tena kunsomea 1 2 3 atosha. Sahi si wakati wake, lakini naomba kitu kimoja kwako wewe, naomba nikifariki kwanza nipatie kanzu yako. Naomba nipatie nini? Nipatie kanzu yako, kisha uniswalie, kisha uniombe msamaha. Huwa afanya haya kwa nini? Kuhifadhi jina la watoto wake baada yake, si kwamba kwa sababu yake yeye, na kujaribu kuziba picha yake baada ya zile aya zilizoteremka kuhusu wanafiki ambazo kama zilikuwa ni nyingi. Kama Mtume, nikafini kwa kanzu yako na uniswalia. Alipofariki Saidna huyu rasul munafiqina, akaja mwanawe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, yule ashafariki, naomba unipatie kanzu yako nikamkafini nayo. Mtume akampatia, kapokea katika sahihaini Bukhari na Muslim, asema alipofariki akaja huyu Abdullah akamwambia Mtume, huyu amefariki, nipatie kanzu. Mtume akampatia, kisha akamwambia ukimaliza kumkafini, yani kumvalisha sanda ambayo ndio kanzu ya Mtume aliopewa. Mtume ambaye ukimaliza nijulishe nije kumswalia. Akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kumswalia nani? Kichwa cha wanafiki. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kumswalia,
Saidna Umar akaja akamwambia Rasulullah, humswaliaje huyu? Na Mungu subhanahu wa ta'ala amekukataza. Yani hapa Saidna Umar amaanisha kukataza, yani kukataza kuombea msamaha, kumwombea msamaha. Katika riwaya anamwambia Mtume, ya Rasulullah, utamswaliaje huyu na yeye ndiyo siku kadhaa na kadhaa alinena kadhaa na kadhaa na kadhaa. Fahamiana, si ndio? Yani amtajia, amkumbusha Mtume huyu ni mtu gani. Mtume akatabasamu akamwambia, ondoka Umar, tosha wewe, nenda zako wewe, simama kando, acha mimi nimswalie. Hayo yote unayosema kwa lugha nyingine nafanyaje? Mimi najua, lakini namswalia. Kwa nini? Ambaye kwa sababu inni khuyirtu fakhtartu, mimi nimepewa khiari nikachagua. Nimepewa khiari gani? Mola anasema nini? Istaghfir lahum au la. Mimi nimepewa khiari, mimi nachagua kuomba msamaha. Mola ananiambia muombe msamaha au usiombe. Kisha Mtume akasema nini? Lau a'lamu, lau ngalikuwa najua, anni law zidtu ala 70, kwamba mimi lau nitalizidisha zaidi, yani lau ningelikuwa ni mwenye kuzidisha zaidi ya 70 times, kwamba Mola atamsamehe, basi ningeliongeza. Yani Mola anasema nini? Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, fa in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum. Yani Mola amwambia Mtume, ukimwombea msamaha mara 70 Mola hatawasamehe. Mtume asema, lau ningelijua Mola atawasamehe, lau ikiwa nitawaombea msamaha zaidi ya 70 times, ningelimwombea msamaha zaidi ya 70. Hii ndio rahma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na mnafiki alomfanyia vitimbi na vitili mbalimbali, naam, pamoja na mnafiki alomfanyia kadha na kadha na kadha na kadha, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sababu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saidna Umar asema Mtume akamswalia. Baada ya kumswalia Mtume, alipotoka tu hakukaa muda, ikateremka aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, usimswalie yoyote ambaye amekufa kati yao, wala taqum ala qabrihi, wala usisimame juu ya kaburi lao, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Hivyo aya imekuja kumuunga nani? Saidna Umar, ambaye kwamba akiitwa al-mulham, mwenye kupewa ilhamu, ambaye kwamba akiletewa ilhamu kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wa kana daiman ma yuwafiqu qawlahu qawla Allah subhanahu wa ta'ala. Misimamo ya Saidna Umar daima kwa ikiwa ni sawa na matakwa ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni wanatuambia kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimswalia. Kwanza kwa sababu dhahir ya hukumu ya Uislamu wakati ule kwamba mnafiki ambaye kwamba hajadhihirisha ukafiri wake ni Muislamu fil akhir, au ni kuswaliwa. Pili, kwa ajili ya kumtukuza mwanawe Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sahabi jalil. Yeye ndo alokwenda akamnini babake aliposema siku ile, la yukhrijanna la azzu minha al-adhal, akamtukua babake akamleta mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wewe ndo mdhalilifu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtukufu. Hii ni moja katika, na pia kwa ajili ya kuondoa fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alikuwa akisema katika hadithi yake, la yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, watu nje wasiseme kwamba Muhammad anaua nani? Marafiki zake. Haya ni baadhi yanotokea katika mwaka wa 9. Ya mwisho iliyotokea ni haji ya Mtume ya Saidna Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, kwenda kuhiji pamoja na masahaba. Saidna Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardah, mwaka wa 9 Dhulqa'da au mwanzo wa Dhulhijja, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitaka kwenda kufanya ibada ya hija, lakini akakumbuka kwamba pale kuna washirikina ambao bado wana ahadi ya Mtume na Mola wake subhanahu wa ta'ala, wameketi pale kwa ahadi ya Mtume na Mola wake, na hawa washirikina wana hukuku na wako pale ndani ya Makka, Kaaba, Mina, Arafa, kote. Sasa hakutaka Mtume aje pale Makka yeye afanye haji na bado kuna washirikina wanafanya ibada ya haji. Akamwamrisha Saidna Abubakar aende
afanye haji, na takriban masahaba waliokwenda naye walikuwa zaidi ya 300. Naam, walikwenda na Saidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu arda chini ya uongozi wake. Alipokwenda Saidina Abubakar, kukateremka aya za mwanzo za suratu Baraa, suratu Tauba, ikisema bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum, yani mbali na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa yale ambayo kwamba wamewaahidi washirikina, yani ile ahadi ile tuliowekeana na mikataba tuliowekeana, Mola amekaa mbali nayo. Fasihu fil ardi 4 ashhurin, wapeni miezi minne mkitangazia watu kwamba ahadi imeisha. Sasa Saidina Bakar ametoka na nani na masahaba kuelekea haji. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Saidina Ali ibn ammi yake radhiyallahu anhu arda aende kutekeleza haya. Saidina Ali alipofika barabarani akakutana na Saidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Saidina Abubakar akamuuliza swali, amiran au ma'muran, yani umekuja wewe ndo amiri nikupatie mamlaka, au umekuja wewe ni ma'mur, uko chini ya uongozi wangu? Saidina Abubakar, Saidina Ali akamwambia mimi nimekuja niko chini ya uongozi wako, ma'muran. Alafu Saidina Ali sasa yeye alikuwa amepewa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni hizi aya za mwanzo wa suratu Tauba, bara'atun min Allahi wa rasulihi alladhina ahadtum. Hizi aya zote zaelezea kuvunja mithaqi na ahadi waliowekeana Mtume na washirikina wa Makka, kwamba mwakani hakuna tena mtu kubakia hapa Makka katika washirikina. Asema akawa sasa baada ya watu kufanya haji wakiwa Mina yauman nahri, baada ya Arafa siku ya 10, siku ya yauman nahri, Saidina Ali akasimama inda aljamra, akaanza kutangaza kwa watu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemwamrisha kuvunja kila ahadi. Na kwa nini atumwa Saidina Ali? Kwa sababu Saidina Ali ni ibn ammi yake Mtume, na ada ya Waarabu kwamba mtu akipeana ahadi na akiandikisha na mkataba ni yeye atangaze kuisha mkataba ule, au mmoja katika familia yake. Hawezi Saidina Abubakar kutangaza, mfahamu sio? Sasa kuhifadhi ile ada ndio akamtuma Mtume Saidina Ali radhiallahu anhu akatangaza kwamba nabdh kulli dhi ahdin ahdahu, kama alivyosema Mtume, illa alladhina ahadtum min almushrikina thumma lam yanqusukum shay'an, hawa tofauti, walam yudahiru alaykum ahadan faatimmu ilayhim ahdahum, wala ambao kwamba katika washirikina walikuwa hawajadhihirisha wadui wao kwa maswahaba na hawakuharibu mikataba yao, basi hao waliachwa mpaka muda wao uishe. Fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtum. Kwa hivyo miezi minne yale ya ashhurul hurum yakiisha, basi wauliwe washirikina kokote. Wanazoona wasema hii aya imefuta aya 124 katika Qur'an, lakini nayo ikafutwa, yani hukumu yake kufutwa, kuna kufutwa hukumu na kuna kufutwa lafdhi, na kuna kufutwa lafdhi na hukumu, na kuna kufutwa hukumu bila lafdhi, na kuna kufutwa lafdhi bila ya hukumu. Tamam. Lakini hii aya fa idhan salakha al-ashhurul hurum zikiisha, aya iliyokuwa wazi hapa, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, waueni washirikina popote mtakapowapata. Lakini ikaja baada yake, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka, akiwa mtu katika washirikina ataka jiwar kwako, ataka ahadi kwako, fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu dhalika biannahum qaumun la ya'lamun. Baada ya kuteremsha hizi aya na Saidina Ali kutangaza, na Mtume Saidina Bakar akamtuma Saidina Abu Huraira kwenda kushirikiana na Saidina Ali na baadhi ya masahaba kutangaza kwamba mambo matatu: alla yahujja ba'da hadha al-aam mushrikun, baada ya mwaka huu kuna mshirikina kufanya ibada ya haji. Pili, la yatufu bilbaiti uryan, asitufu katika msikiti wa Mola Subhanahu wa Ta'ala mtu yoyote uchi. Ya tatu ndio hii kwamba ahadi zimeisha, na tangazo hili lilikuwa ni kwa sehemu ya kutangaza kwamba
kuabudu kwa masanamu katika bara la Waarabu ndio mwisho wake, na kwamba haitorudi tena. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala katika yale tuliowafikiwa ya khairi tuliosema, Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie baraka na kabuli ndani yake, na yale tuliokosea Mola Subhanahu wa Ta'ala atusamehe. Na inshallah ustadhi uko safari, kwa hivyo na kwa nia yangu ni kumaliza kabla ya Ramadhani. Kwa hivyo inshallah kesho tutaendelea ikiwa Mola atatupatia umri na afya inshallah Ta'ala. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. Kuabudu masanamu, wakiabudu masanamu dini, kuna dini hiyo haji ambayo ilikuwa haji, wakifanya haji kubwa, wakifanya haji, sababu haji ilikuwa tangu zama za Sayyidina Ibrahim alayhi salam, muadhin fi nnasi bil hajj.